somo letu muhimu kabisa la kalenda ya Mungu. Na katika siku ya leo nataka tusogee mbele kidogo, nizungumze kwa habari ya kalenda mama. Tunapozungumza habari ya kalenda ya Mungu, kimsingi ziko kalenda nyingi kama ambavyo nitazionesha katika maandiko. Lakini pamoja na hizo kalenda nyingi, iko kalenda mama, ambayo kalenda mama imebeba kalenda zingine zote. Kama umekuwa ukinifuatilia katika video zangu zilizotangulia, na kama tulienda kwa pamoja ukasoma na kutafakari Zaburi ya 90 mstari ule wa 4 na waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari ule wa 8, utakubaliana na mimi mambo ninayokwenda kuzungumza siku ya leo. Kimsingi, kalenda mama ya Mungu ni mpango ambao Mungu alikuwa nao juu ya dunia hii. Maana yake kwamba tangu siku ile Mungu alipoiumba dunia akaiwekea kalenda, alikuwa na kusudi lake. Na tunafahamu kutoka katika maandiko kwamba dunia hii ina mwanzo na dunia hii ina mwisho. Sasa mwanzo wake na mwisho wake upo katika kalenda. Kama nilivyotangulia kusema katika video iliyotangulia kwamba uumbaji wa Mungu, zile siku zinazotajwa hazikuwa siku za masaa 24. Ilikuwa ni kipindi kirefu cha siku moja kama miaka 1000 kama tulivyosoma katika maandiko yetu ya msingi. Na nikasema kwamba uumbaji ulichukua takriban miaka 6000, na kwa muda wa miaka 1000 Mungu alipumzika. Na hiyo katika mtazamo wa Mungu ilitengeneza wiki moja ya siku 7. Na siku ile ya 7 kama maandiko yasemavyo, Mungu alipumzika katika kazi yake aliyoianza. Na kwa sababu hiyo mzunguko wa kwanza, nafikiri unafahamu kwamba kalenda yoyote, hata zile tunazotengeneza sisi, huwa zina tabia ya kujirudia, kwamba inaanza, inaisha, inaanza mwanzo. Tunapotengeneza kalenda ya mwaka ndivyo inavyokuwa, Januari mpaka Disemba. Ikifika Disemba tunaanza tena mzunguko mwingine. Kwa hiyo, na katika utaratibu wa Mungu wa kalenda mama ya Mungu iko hivyo, kwamba baada ya kumaliza uumbaji, Mungu alipumzika siku ya 7, na hiyo ilikamilisha miaka 7000. Na hivyo mzunguko wa kwanza wa kalenda ya Mungu ukawa umekamilika. Baada ya mzunguko wa kwanza kukamilika, basi ilibidi uanze mzunguko mwingine wa pili, au kwa maneno mengine, baada ya wiki ya kwanza ya Mungu kumalizika, miaka 7000 ya kwetu sisi, ilianza wiki nyingine ya pili, au mzunguko mwingine wa pili, ambao kwa kweli kulingana na historia, tunaposoma historia na Biblia tangu uumbaji mpaka sasa, ni kwamba wiki ya pili ni kama inaishia au imefikia mwisho kabisa. Na hiyo inakamilisha mzunguko ule wa pili wa miaka 7000, ambayo siku 6 ndio zinakaribia kuishia. Karibu kabisa tutaanza siku ya 7. Na tutakapoanza siku ya 7, ambayo katika macho ya Mungu siku ya 7 kwetu sisi itakuwa ni miaka 1000 ya mwisho. Baada ya miaka 6000 kuisha, kitafuata kipindi cha miaka 1000 ambayo kimsingi hiyo ni Sabato. Kwa hiyo tunakaribia kabisa kuingia katika mwaka wa 7000, ambao katika macho ya Mungu na katika kalenda yake huo itakuwa ni siku ya Sabato.
Kwa hiyo siku ya Sabato inayotajwa katika Biblia sio kipindi cha saa 24, japo kiliwakilishwa hivyo, lakini katika mpango mkamilifu wa Mungu hicho ni kipindi cha miaka 1000. Kwa hiyo niseme hivi kwamba Mungu ana shughuli na dunia hii ya muda wa wiki mbili. Wiki moja iliishia kwenye uumbaji na kupumzika, ikaanza wiki ya pili ambayo leo hii ninapoongea ni siku ya 6, iko mwishoni sana. Siku ya 6